Ukielezea nchi zilizotawaliwa kijeshi hapa Afrika, huwezi ukaiacha kuitaja nchi ya Burkina Faso, ambayo mpaka sasa inatawaliwa na jeshi, ikiwa inaongozwa na Kapteni Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré ni kiongozi wa muda wa Burkina Faso baada ya kuchukua wadhifa huo kufuatia mapinduzi ambayo aliongoza dhidi ya Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba mnamo Septemba 2022. Nahodha huyo mwenye umri wa miaka 37 alikuwa amemuunga mkono Damiba, afisa wake mkuu, katika upinzani mapema mwaka huo dhidi ya rais wa zamani Roch Marc Kabore. Tangu Traoré amekuwa madarakani, Burkina Faso imekuwa na jukumu muhimu katika kujiondoa kwa mataifa matatu Afrika Magharibi kutoka kwa shirika la kikanda la ECOWAS. Burkina Faso, Niger, Mali zimeunda mbadala muungano wa mataifa ya Sahel. Gazeti la The Conversation Africa lilimuuliza mtafiti Daniel Izenga ni wapi nchi hiyo ilikuwa inaongozwa chini ya uongozi wa Traoré, na akauliza Ibrahim Traoré ni nani hasa. Ibrahim Traoré alizaliwa tarehe 14 Machi 1988 katika kijiji cha Kera, Bandokai, mkoa wa Muhuni, Burkina Faso. Alipata elimu yake ya msingi huko Bandokai na baadaye kuhudhuria shule sekondari katika mji wa Bobo Dioulasso, ambapo alijulikana kwa utulivu na kipaji chake. Kuanzia mwaka 2006 alisomea jiolojia katika chuo kikuu cha Ouagadougou, ambapo alikuwa mwanachama wa chama cha wanafunzi wa Islam na chama cha kitaifa cha wanafunzi wa Burkina Faso ANEB, ambacho kilikuwa na mwelekeo wa Marxism. Katika chama hicho alijulikana kwa kutetea haki za wanafunzi wenzake na alihitimu kwa heshima sana katika chuo hicho. Ilipofika mnamo mwaka 2009, Traoré alijiunga na jeshi la Burkina Faso na kuhitimu kutoka chuo cha kijeshi cha Diois na Mwano. Alipata mafunzo kupambana na ndege huko Morocco kabla ya kuhamishwa katika kikosi cha miguu mjini Kaya, kaskazini mwa Burkina Faso. Na pia alipandishwa cheo kuwa lieutenant mwaka 2014 na alishiriki katika kikosi cha MINUSMA, kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kilichohusika katika vita vya Mali. Mwaka 2018 alisifiwa kwa ujasiri wake wakati wa mashambulizi makubwa ya waasi katika eneo la Timbuktu. Baada ya kurejea Burkina Faso, alishiriki katika operation dhidi ya waasi wa jihadi unaongezeka. Alipigana katika maeneo kama Jibo na katika operation za utapuano ya mwaka 2019. Alipandisha cheo kwa kapteni mwaka 2020 na ilipofika mnamo tarehe 30 Septemba 2022, Traoré aliongoza mapinduzi yaliyomuondoa madarakani rais wa mpito alitambulika kama Paul Henri Damiba. Na tarehe 6 Oktoba 2022 alitangazwa rasmi kuwa rais wa mpito Burkina Faso akiwa na umri wa miaka 38. Wakati huu alikuwa kiongozi mdogo zaidi duniani. Katika uongozi wake, Traoré amejitahidi kuboresha hali ya usalama nchini mwake kwa kutangaza mobilisasi ya jumla ya wananchi ili kuunga mkono jeshi katika mapambano dhidi ya waasi. Pia amekuwa akitafuta ushirikiano mpya kimataifa, akielekeza macho kwa nchi kama Urusi na Uturuki baada ya kuondoa vikosi vya Ufaransa nchini mwake Burkina Faso. Moja ya mambo yasiyojulikana sana kuhusu Traoré ni kwamba licha ya kuwa kiongozi wa kijeshi, lakini ana ushawishi wa kiitikadi za Marxism na Pan-Africanism kutokana na ushiriki wake katika ANEB wakati wa masomo yake ya chuo kikuu. Pia alikuwa na jukumu muhimu katika operations za kulinda amani za Umoja wa Mataifa nchini Mali, ambapo alionyesha ujasiri mkubwa katika kukabiliana mashambulizi ya waasi. Hadi sasa Traoré anaendelea kuongoza Burkina Faso katika kipindi hiki cha mpito, akilenga kurejesha usalama na utulivu nchini humo, huku akitafuta njia za kujitegemea kiuchumi na kisiasa kutoka kwa ushawishi wa zamani wa kikoloni. Msimuliaji wako ni mimi Mahir Bey, na makala hii imeandaliwa na Tharon Khalid. Tukutane wakati mwingine. Iwa kwanza kupata nakala na hadithi za watu maarufu. Usisahau kusubscribe channel yetu, kucomment na kushare. TKL TV.